Asanteni. Basi na mimi naomba munisikilize kidogo. Sauti yangu iko na homa kiasi, kwa hivyo sio ile ya kawaida. Lakini nafurahi kufika hapa Sigomre. Hapa ni Sigomre. Jethura Onte. Hamjambo lakini. Mimi ni Kalonzo. Na kufika hapa ni furaha tele. Tumemleta huyu ndugu huyu engineer Mr. Orodi. Tumemleta na kurecommend kwamba Alhamisi ijayo mtakuwa mmempa heshima kubwa, sio yeye peke yake bali mimi kama kiongozi wa Wiper Patriotic Front, chama ambacho kimefanya kazi na baba kabisa miaka yote. Baba akiwa kwa ODM na mimi nikiwa kwa Wiper, na tukashikamana, nikajaribu kabisa vile mtu anaweza kujaribu kumweka rais awe baba awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini tukaibiwa kura 2013. Nakumbuka nikisukuma wheelbarrow evidence makaratasi nikaenda kupeleka kotini kwa mahakama tukiwa na baba. Wakatuonea, tukarudi 2017 tukashinda tena, wakatuibia. Tukajaribu tena, wakati huo mahakama ikasema hauko kweli wakukubaliana na sisi. Lakini tukaona kabla ya kurudi pale itakuwa ni jambo la hasara tupu, kabla kurekebisha yale makosa ambayo yalikuwa yameonekana wazi na mahakama. Kwa hivyo hatukurudi pale. Lakini 2022 mimi baba kaniambia, Kalonzo, ngoja tusichue hawa watu wa mlima, right? Tuchukue hiyo mama Martha Karua. Nikasema ni sawa. Na mimi sema mimi bora tu uwe ni president. Nilikuwa nimekasirika kidogo, lakini nikasema haidhuru, tumetoka mbali na huyu baba, ni lazima nihakikishe tena. Nasikia zile kura watu wa Machakos, Makueni na Kitui walipiga, hata walishinda watu wa Luo Nyanza kumpigia baba. Walimpigia. Sasa baba amelala. Naomba tushikamane kwa heshima ya baba. Tusikubali wale watu ambao wanajifanya ni marafiki za baba kuja kukoroga na kuharibu nia za wazalendo wa Luo Nyanza na Kenya nzima hii. Je, tutashikana pamoja wale marafiki wa baba kabisa, tuchunge heshima? Kanaani tutaenda ama tutaenda? Wangapi wasema lazima tuende Kanani? Tutaenda Kanani, sio? Kwa hivyo mimi tashikamana na viongozi wenu hapa. Ndugu yangu Senior Council, gavana wenu tunamheshimu sana, gavana wenu Jim Orengo. Huyu nilimwambia mimi James Orengo na mzee Peter Anyang'o, nilipotoka kumwambia pole dada yetu Aida na watoto, nilikutana na hapa Kisumu na gavana Peter Anyang'o. Nikamwambia, wewe mnajua mahali tumetoka. Wewe Anyang'o na wewe Orengo, hakikisheni heshima ya Raila haitaharibiwa na yeyote. Wengine waelewe vizuri, walitua kuwa natumia jina ya baba kupata viti na kusahau. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa tu kama kionjo. Hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza tu. Hatua ya kwanza. Mimi nawapatia engineer Orodi. Nione kama mnaweza kurudisha kidole. Mtafanya hivyo? Wangapi wanasema watarudisha hiyo kidole hapo? Na yeye akona ni mzee ambaye amesoma engineer, akasomesha university, anajua juu hata mipaka. Hakuna jambo hawezi huyu bwana kwa miaka hii ambayo imesalia. Alafu tutarudi vile vile. Mnajua hii ilisababishwa na Mheshimiwa Wandai kukubali kuingia serikali ya Kasongo. Ilikuwa nimefanya kazi kwa karibu sana na ndugu huyu Wandai, nikiwa mimi nasimamia mambo ya NADCO. Tulikuwa na yeye pale, tukajaribu kurekebisha, tuhakikishe kwamba kura za baba hazitaibiwa tena. Wengine hawajui ukweli, utakuja kuwaelezeni ukweli. Mimi nilikuwa ndugu wa karibu sana na Raila. Kabla mawaziri wanne wakubali kuingia kwa serikali ya Ruto,
nilikuwa na kikao maalum na baba akanipigia simu tukakutana, akaniambia nimewawacha hawa kwa nyumba yangu, lakini kwanza nataka tushauriane. Mimi na baba tukakubaliana kabla hao mawaziri 4 kuingia kwa serikali. Kwanza sababu Ruto alikuwa ameshikwa koo. Alikuwa ameshikwa koo na vijana Gen Z. Si mnakumbuka? Sasa yeye alikuwa analia sana tu baba akubali hao watu 4. Lakini tukasema baba alikuwa anataka kuwe na national convention. Akaambia Ruto, wewe tengeneza nusu cabinet yako. Na sisi na wenzetu Azimio tukirudi, alikuwa anaenda Dubai, nikirudi tutakubaliana tuwapatie majina yetu. Ruto akasema haya, mimi naona umepinduka. Hiyo sio ile tulikubaliana na kina Junet na Peter na Rafa Utuju. Walikuwa wameenda kuona Ruto. Sasa hii ndio ukweli. Baba akaenda Dubai, kina Wandai, kina Peter Paranya, Joho na wale wengine wakapigiwa simu directly na Ruto. Wakaingia kwa serikali bila baba kukubali. Because tulikuwa tunasema tufanye convention ndio tuwapatie majina yetu. Kwa sababu nchi ilikuwa imeenda vibaya. Nchi ilikuwa imekuwa ni ya vijana kuabductiwa, kuwekwa kwa Subaru. Kumbukeni 2023 karibu baba aliuawa nikiwa mimi pamoja naye upande wa Mathare. Mimi nilikuwa nimezirai, baba risasi imepigwa risasi 10. Kama sio kuwa gari ilikuwa Ahmad, hatungekuwa na baba hata wakati huu. Kwa hivyo tukashikamana. Tulikuja kuzika hapa Siaya watoto wengi 2023. 2024 tukazika wengine wengi mahala pengine. Kwa hivyo ili Ruto ajue inji sio yake peke yake. Na hao ndio walikuwa muita baba mganga. Mnakumbuka? Si walikuwa wanamuita mganga? Wakati nilienda kutoa heshima yangu kwa kaburi ya baba, nilisema huyu ambaye tumemzika hapa sio mganga, sio mchawi. Huyo ni leader ambaye alikuwa amechaguliwa na president na watu wa Kenya wote, na hawa wakamkataza. Kwa hivyo tushikamane. Mimi sina ubaya na yeyote yule kabisa, lakini nimekuja tu kusema huyu Ruto huyo awe one term, kwa sababu huyu hawezi kujifanya ni rafiki ya Raila. Mnakubaliana na mimi? Wangapi wanakubaliana na mimi? Kwa hivyo nikisema Wiper, nipe komboa Kenya. Wiper. Wiper. Ukimpigia Orodi utakuwa umeanza kukomboa Kenya kutoka kwa minyororo ya Ruto. Juzi anasema anataka Kenya iwe first world. Nchi gani hiyo inaweza kuwa first world ambayo inaua watoto yake? Unakufa unaua watoto yako, unasema unaenda one term. Unaenda unapeleka first world. Unasema watoto wapigwe risasi miguu. Simulikisikia hiyo? Yaani anasema piga watoto risasi miguu. Kwa hivyo lazima Ruto tumkomeshe kidemokrasia. Sisi tunapiga risasi moja 2027. Tutampiga Ruto risasi moja ya demokrasia apate one term. Hiyo ndio risasi ambayo itamfaa. Wangapi wako tayari kufanya hivyo? Harambee! Iwe one term. Harambee! Harambee! Imagine, si nyinyi watu wa Luo Nyanza, watu wa Siaya, watu wa Homa Bay, watu wa Kisumu, watu hii ni Siaya. Nyinyi Siaya muko always nambari 1 kwa kutetea demokrasia yetu. Na kwa sababu baba amelala, mimi ni baba mdogo. Mnanikubali? Wangapi anakubali baba mdogo huyo? Wangapi anakubali baba mdogo huyo? Watoto walikuwa analia baba. Nitawashikilia. Hakuna Ruto hata waua nikiwa hai. Na Kanaani tunaenda. Wangapi wanasema Kanaani tunaenda? Nataka nidhibitishe na wangapi nitapigia engineer Road kura tena. Asanteni sana, mubarikiwe. Thank you.